kwenye maisha yako yakamshika mzaliwa wenu wa kwanza, first born kwenye nyumba yenu, akitamka wacha kuchukulia poa, fanya bidii ukapandue naye. Na mtu wa tatu akitamka usichukulie poa, ni mchungaji wako. Sasa nisikilize nikwambie, kuna watu wana baba na first born lakini hawana mchungaji. Na hawa wote wanaweza wakatamka maneno, lakini wakija kwa mchungaji akayapendua. Huyu jamaa amelala, Anasema wanaweza wakakulaani wote, lakini wakija kwa mchungaji akayapendua. Rubeni aliyetamkiwa laana na baba yake wa kumzaa, alikuwa amemkosea baba. Alikuwa amemkosea baba, alikuwa na haki ya kulaaniwa. Hold the place, just hold it. Alikuwa na haki ya kulaaniwa, na alilaaniwa akalaanika. Lakini Rubeni aliyelaaniwa akalaanika, amekuja mbele za mtumishi wa Mungu Musa. Mchungaji Musa akamwangalia Rubeni, akamwona Rubeni anateseka. Huyu Rubeni ana bidii, huyu Rubeni anakwenda kazini, huyu Rubeni amebeba files, huyu Rubeni anaomba, huyu Rubeni anamtafuta Mungu. Lakini Rubeni haendelei mbele, iko laana imesimama, imefunga maisha ya Rubeni. Rubeni akijaribu hakuna kinachoonekana, Rubeni akijaribu hakuna kinachoonekana. Rubeni akipambana anazidi kuanguka, Rubeni akiweka bidii anazidi kufilisika. Musa akajiuliza maswali, shida ya Rubeni ni nini? Tatizo la Rubeni ni nini? Akachukua maombi, akamuuliza Mungu, sielewi kumuhusu mshirika wangu Rubeni. Nimemwombea kweli, lakini afanikiwe. Nimemwombea kazi, lakini apati kazi. Sielewi tatizo lake ni nini. Rubeni bado anateseka, mchungaji anahangaika. Akaamua kuchukua saumu ya siku 7, Mungu akuongea, ya siku 3, Mungu akuongea, 21, Mungu akuongea. Akaamua kuanza tena. Alipoanza, namuona Mungu ameshuka kwa mtumishi wake Musa, anamwambia Musa, tatizo la Rubeni, alipanda kitanda cha baba yake, uchungu kaingia kwenye moyo wa baba yake. Baba yake akatamka maneno yaliyomfunga. Hiyo ndiyo shida ya Rubeni. Musa akamwangalia Rubeni, akamwonea huruma Rubeni, akamlilia Rubeni, akasikia huruma kwa Rubeni, akasimama kwenye madhabahu ya Bwana, akasema, kuanzia leo Rubeni njoo hapa, Rubeni njoo hapa. Rubeni yuko wapi? Nataka nifanye kinabii. Rubeni yuko wapi? Nataka nifanye kinabii. Rubeni yuko wapi? Nataka nifanye kinabii. Akamwangalia Rubeni, akamwambia, nimegundua chanzo la tatizo lako. Baba yako alitamka ya kwamba hautaendelea, maisha yako yatakuwa kama maji, lakini kwa sababu nimepewa neema ya magwanda ya kikuhani, nimesimama kwenye madhabahu ya nguvu ya Mungu, nikiwa kuhani mbele za uso wa Bwana na mbele zako. Natamka leo na aishi Rubeni, afanikiwe Rubeni, akawe mkuu Rubeni, aendelee Rubeni. Rubeni akapanuke tena. Alipokuwa natamka, Rubeni maisha yake yakafunguliwa. Anga la Rubeni likafunguliwa. Kwa sababu Rubeni alikuwa na mchungaji, kwa sababu Rubeni alikuwa na nabii. Unielewe, alikuwa ni mtenda dhambi, lakini ana mchungaji. Alikuwa amemkosea Mungu, lakini ana mchungaji. Alikuwa ameondoka kwenye njia za Bwana, lakini ana mchungaji. Ukaonekana tumaini. Maandiko yanasema, ulipo tumaini kwa mtu uliyokatwa, ya kuwa unaweza kuchipuka
ya maji. Mchungaji ni kama harusi ya maji katika mto uliokatwa na ukena miti iliyokatwa. Wanasema sisi ni miti kwenye shamba la Bwana. Wanasema sisi ni miti kwenye shamba la Bwana. Ni nani aliyekukata akasema usiendelee? Watoto wako wamekuwa wema, maisha yako yana matokeo. Umekula nikwambie ya kwamba Rubeni maisha na desturi yake ikabadilika. Aliyekuwa amelaaniwa akawa mbarikiwa, aliyekuwa amekataliwa akakubalika, aliyekuwa hafai akawa mtu anayefaa, aliyekuwa mlevi, aliyekuwa kahaba, aliyekuwa mwizi, aliyekuwa jambazi, aliyekuwa mtu wa ngono akaonekana